Shalom, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Anaongea hapa ni Eunice. Kama ni mara yako ya kwanza, nikukaribisha sana ndugu katika Kristo, upo mahali sahihi. Hii ni sehemu ya pili ya kipindi hichi, Nyundo Ivunjayo Mawe, Siri Rohoni. Haleluya. Tumkaribishe Roho Mtakatifu tukapata kujifunza kitu kingine kitakachotusaidia katika safari hii ya wokovu. Baba, katika jina la damu ya Yesu Kristo, ninasema asante Bwana Yesu Kristo kwa kusanyiko hili. Asante kwa neema hii, asante kwa kibali hiki. Naamini Bwana leo unaenda kutulisha tena chakula kingine ambacho kitatuwezesha kututia nguvu, kutupa maarifa ili tuweze kuzishinda hila za ibilisi na kumwepuka ibilisi. Katika jina la Yesu Kristo mfalme wa amani, ninaomba Bwana ukaachilie hekima yako, ukaachilie Bwana nguvu yako ikatamalaki mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, ukamshuhudie kila moja na kumfundisha zaidi yale ambayo Mungu umekusudia sisi tukapate kuyapata muda na wakati kama huu. Ninafunga kila roho sasa na malipizi juu ya kipindi hiki. Baba, anza nasi umalize nasi, na achilia damu ya Yesu na kuongea Roho Mtakatifu, ninaomba na kuamini. Amen. Ayubu 24:14 nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Neno la Bwana linasema, muaji huamka asubuhi kukipambazuka, huwaua maskini na wahitaji, tena wakati wa usiku yu kama mwivi. Kama maandiko yanavyosema, Roho Mtakatifu akapata kunifundisha yafuatayo kwamba inaposema maskini na mhitaji, tunajua nikisema hivi namaanisha nini, lakini vile vile mimi na wewe ni maskini na wahitaji. Na udhibitisho utapata katika ile Zaburi 70 mstari wa 5. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Neno la Bwana linasema, nami ni maskini na mhitaji, Mungu unijilie kwa haraka. Ndiwe msaada wangu na mwokozi wangu, Bwana usikawie. Kwa unaona kuna kipindi nasi tunakuwa wahitaji. Sisi pia ni maskini, heri maskini wa roho, maana taulisi ufahamu wa mbinguni. Haleluya. Huyu muuaji anatambulishwa kwa jina la mwivi kwenye Yohana 10:10. Kazi yake ni kuleta mauti, kazi yake ni kuiba, na kazi yake ni kuleta uharibifu. Hiyo ndio kazi ya huyu mwivi ambayo anatambulishwa kwa jina muuaji, ibilisi hivyo. Haleluya. Anasema kwamba huamka asubuhi kukipambazuka. Yaani kitu cha kwanza mapambazuko yanapoanza, kazi yake ni kuleta mauti. Anasema huwaua maskini na wahitaji. Sasa haya mauti anayafanya kwa namna gani? Inaweza ikawa kwa kutuma roho za mauti. Tunaonaga kuna ibada nyingi zinaendelea mapambazuko. Yaani inapofika asubuhi unasikia katika zile dini wengine wanaenda katika majumba yao ya ibada, wengine wanafanya jumbani kwao katika nyumba zao, yani madhabahu zao walizozijenga wanafanya ibada. Yani hao maagenti wa kuzimu, kazi ya kwanza wanaofanya inapopambazuka ni kuachilia roho ya mauti. Wanaweza wakaachilia manuizo ya mauti. Katika vipengele gani? Hizo ni huduma ndugu katika Kristo, wanaachilia mauti, wanatamka mauti, wanatuma roho ya mauti. Inaweza ikawa mauti ya kiroho au ya kimwili. Ya kimwili utasikia taarifa mbalimbali kwamba mtu ambaye amekosa maarifa rohoni katamkiwa mauti, na ile mauti kama kuomba kuitengua inatokea kweli. Mauti ya kiroho, mauti ya kiroho sasa unakuta huduma pale inatamkiwa mauti na kufa. Ulikuwa na karama fulani unashangaa ghafla inakufa, ujui imekufaje, kumbe walikutime asubuhi, walituma roho ya mauti, walinuiza mauti katika hiyo karama, katika hiyo huduma, katika uchumi, katika malango yako, yani katika kila kitu ambacho ni baraka kutoka kwa Mungu. Wao wanatamka mauti, wanatamka laana, wanalaani, lakini iliyoambatana na mauti kwamba iko kitu kife kisiendelee. Sasa unakuja kuona matokeo kama utaomba, utamsii Bwana ingilie kati, utatengua ile mauti na kuisambaratisha na kutamkia uhai, kutamkia uzima. Mwisho wa siku kile kitu kinatokea, kinajidhihirisha mwilini. Ndio unashangaa mtu unasema, mbona niliona hivi, lakini Mungu atajaribu kusema na wewe, lakini kwa kweli ni vita. Huaga shetani anapambana sana kufuta, atafuta maono, atafuta ndoto. Yani anapambana sana usikumbuke chochote ambacho Mungu amesema na wewe, au hata sauti. Anapambana na masikio yako usisikie chochote ambapo Mungu akisema na wewe. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta Mungu alikusemeza, lakini akaja akakutime yule mwaribu, yule mwivi akafuta. Akishafuta wewe unaona kwamba kila kitu kinaenda sawa, kumbe walisha tamka mauti, walishaachilia roho ya mauti katika maisha yako ya roho na mwilini. Sasa unaanza kuona ndoa inakufa, vitu vinakufa, kumbe ile ulipopambazuka pale wewe ulikosa maarifa. Na hata ukiomba ujui namna ya kuomba. Maandiko yametuelekeza katika Ayubu. Ukisoma ile Ayubu ile sura ya 38 mstari wa 12 mpaka 13, nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Neno la Bwana linasema, je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake?
yapate kuishika miisho ya nchi, waovu wakung'utwe wakawe mbali nayo. Hilo ndilo neno la Bwana, hivyo ndivyo lilivyoandikwa. Sasa hapa unaulizwa, je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Kuna umuhimu sana kuiamuru asubuhi, yani kuomba maombi yale ya asubuhi, kwa sababu kama tulivyoona katika andiko lilivyotuambia kwamba hawa waovu wanaamka asubuhi, cha kwanza kuachia roho ya mauti. Sasa wewe ukisimama unatakiwa uombe nini? Utengue zile roho za mauti, zile laana ambazo zimeambatana na mauti, ndio kazi yako. Wataegesha, watafanya, lakini wewe ukisimama ukiomba, Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu, unatengua yale mauti, unategua ile mitego ya mauti, unang'oa yale mapando ya mauti, kisha unapanda. Using'oe ukaacha hivi hivyo, lazima uking'oa upande uzima, upande ustawi. Haleluya. Huku kuharibu kunaambatana. Mtu akisha kuibia kitu chako, lazima atakuwa amekuharibia mambo yako. Kwa mfano ulikuwa na kitu chako kimekufa, ulikuwa na simu yako na inakusaidia kufanya utumishi mtandaoni, ghafla ile simu imekufa, imeharibika, hapo tayari kuna uharibifu katika huduma yako. Ndio hivyo, ndio maana nikasema huku kuharibiwa huku unaambatana. Ukishaharibiwa, ukishaletewa mauti umeharibiwa. Ukishaibiwa umeharibiwa. Kuna namna ambayo umerudishwa nyuma. Haleluya. Haya mauti yanafanya asubuhi kukipambazuka. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, uiamuru asubuhi yako, uwe na utaratibu wa kuomba maombi ya asubuhi ya kuamuru mapambazuko, ili hawa waovu wapigwe, wakung'utwe. Hawa waovu ndio hawa wezi, hawa wapigwe, vile vitu walivyovegesha viwarudie wao. Haleluya. Kwa hiyo unakuta huku anakuambia tena huwaua maskini na wahitaji. Unakuta mtu anakufa kifo cha rohoni. Yaani wewe unauliwa, unatumia roho ya mauti katika maombi yako, roho ya mauti katika kuomba kwako. Unakuta uwezi tena kuomba, uwezi tena kufunga, mauti imeingia. Uwezi tena kusoma Biblia, mauti imeingia. Hizo area zote shetani anapambana sana, lakini alitime wapi? Ni asubuhi kwenye mapambazuko. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku unajiona tu kwamba mbona nimeamka leo sijielewi, mbona imefika mchana sijielewi, yani imepita mchana sijasoma neno, sijaomba, hata kufunga siku hizi nimekuwa mzito. Tayari mauti, na mauti nyingine inaanza taratibu. Yani kama wanavyotaka kukuua, kuna sumu zingine unawekewa sumu, unakufa taratibu, yani kila siku ina mega sehemu, mwisho wa siku ukija kufa inakuwa kama umedondoka. Lakini haikuanza leo, ilikuwa ni muda kifo cha taratibu. Ndio hivyo. Kwa hiyo unakuta umewekewa mauti, lakini mauti ya taratibu, ili usigundue, usishtuke. Utashangaa ulikuwa unaomba masaa mengi, ghafla napungua. Ulikuwa unaweza ukafunga kavu ndefu, ghafla unapunguza. Inakuja uzito, hata kufunga masaa 12 inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo hivyo ndivyo anakuwekea kifo cha taratibu. Mwisho wa siku unakuja unakwisha kabisa, unakuwa yani Bwana Yesu asifiwe tu. Hakuna ile kusema kufunga, kusoma sana neno, kuomba sana, inakuwa ni mauti imeshaingia. Sasa ukijiona, jichunguze mwenyewe kwamba zamani ulikuwaje, sasa hivi upoje? Zamani ulikuwaje kwenye kipengele fulani, huduma yako ilikuwa inaendaje, lakini sasa hivi ipoje? Ipo mauti wamekutamkia asubuhi, kosa maarifa ya kuiondoa hiyo mauti na kupanda uzima, kupanda uhai. Haleluya. Pia anakuambia kwamba tena wakati wa usiku yu kama mwivi usiku. Sio asubuhi tu, usiku anakuja tena. Yule ni simba ngurumaye, anatafuta kumeza. Yaani anazunguka asubuhi, mchana atakuwa na wewe kote, usiku asubuhi ameshakupandikizia mambo yanakuja kutendeka kule mchana. Mchana unakuta ndio vitu vinaanza vinakolea, uelewi. Yaani unakuwa umechoka. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku unajiona tu kama mtu ambaye bwana siko vizuri. Lakini usiku tena anakuja, anazunguka simba ngurumaye na kikosi chake. Anakuja kufanya nini? Kuiba. Na ndio maana unakuta usiku ndio muda wa kuibiwa sana. Tunalala usiku, tutaona tumeibiwa hivi. Utaibiwa huduma, utaibiwa karama, utaibiwa baraka zako, utaibiwa uchumi, utaibiwa afya, utaibiwa kibali, utaibiwa mamlaka. Usiku tunapolala, unalala lakini roho yako inatenda kazi. Huko ndipo unakuta unakimbizana na watu wanataka kukuibia nini. Maana unaona nyumba imebomolewa, ulimwengu roho imevunjwa, wameingia wezi. Ndio kazi ya kufanyika usiku. Haleluya. Kwa hiyo unakuta unaposimama kuiamuru mapambazuko yako, unaweka ulinzi mpaka na usiku ukifika unasimama unaweka ulinzi. Usiku unapambana sasa na wale wezi, yani ile roho ya wizi ile ya kutaka kuiba. Na yamkini walishaiba, wewe unaamka sasa unarejesha. Yani usiukose maombi ya kurejesha. Ujue umekuibia kitu gani, kwa sababu wakati mwingine wanafuta. Sasa ujui kama hivi niliibiwa, nilionyeshwa na Mungu kabisa, alinionyesha kwamba nirejeshe kitu fulani lakini nikasahau. Sasa kujiami wewe, rejesha kila kilichoibiwa, baraka zako rejesha.
Unasema unarejesha wingi wa siku yako, unarejesha uchumi, unarejesha heshima, unarejesha mamlaka katika kinywa, katika mikono, katika miguu. Unarejesha kibali chako cha kufanya utumishi, kibali popote utakapoingia utokapo. Unarejesha afya, unarejesha huduma yako ilibwa karama. Yaani hiyo ndo maombi, kwa sababu ameiba. Unarejesha sasa hiyo mamlaka, unakuwa tumepewa hiyo mamlaka na hizo nguvu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kila kitu kinarejesha na kukiwekea ulinzi, unakitakasa. Unaambia Bwana, yamkini kuna uharibifu, walipoiba walifanyia uharibifu, basi kupitia damu ya Yesu inaenda inatakasa, inaondoa uharibifu, unafanya kiwe kipya. Unaambia Bwana, tengeneza huduma yangu iwe mpya. Walipowekea uharibifu wote, madhara yote uyaondoe, tuondoe yale madhara. Haleluya. Kwa hiyo hayo ni maarifa ambayo Bwana alitaka leo tujue. Wengi katika hiki kipengele ibilisi unakuta ametushinda. Unakuta anaiba, anaachilia mauti. Unakuta tu vinatendeka. Paka unaanza kuhangaika, mchungaji, sielewi huduma yangu ikoje, sielewi sijui afya yangu ikoje, sielewi uombaji wangu, sielewi jinsi ninavyoenda, yani afya yangu ya roho imekuwa miguu tofauti na zamani. Kuna vitu ambavyo nimeibiwa, sioni hiki na hiki na hiki. Hapo unakuta yani imeshatendeka, sasa imeshatokea kwa matukio, ndio tunaanza kuhangaika. Lakini kiomba haya ni maombi mazuri sana, kwa sababu unakuwa ni kitu kimetokea hapo na wewe hapo neno, yani au usaidie. Unakuta ndio wako kazini, wako pale wanaanza kuiba, wanaanza kutamka mauti, na wewe unaingia. Yani tunapambana face to face. Bwana Yesu, na tunapoomba Bwana Yesu Kristo anaingilia kati. Kwa unakuta ile vita ninakuwa halisia ulimwengu wa roho muda ule. Unakuta unapambana mchua, hakuna kuibiwa kitu. Haleluya. Kwa hiyo Bwana anataka tujue hili, basi tuwe na maombi ya kuomba, maombi ya asubuhi yale ya mapambazuko, kuamuru mapambazuko, vile vile kuomba maombi ya jioni yale ya usiku kwa ajili ya kuikabidhi usiku, kuweka ulinzi kwa ajili ya usiku, asiwekwa kuiba. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu unakuta tangu unapoanza mapambazuko umeomba, lakini sisi ni wanadamu, kuna kukosea, kuna kuteleza hapo mchana mpaka ifike usiku. Tumeambiwa tuombe kila wakati, tukeshe tukiomba. Hiyo ndio maana tunabidi tuwe katika hali ya utakatifu. Sasa unakuta yamkini kuna mlango umefungua, utajitakasa, na ndio maana tunatakiwa vile vile tuombe usiku. Sema hata nimeomba asubuhi inatosha tu, niombe usiku ya nini? Hapana. Tunatakiwa hao wenzetu tunasema simba ngurumaye muda wote, asubuhi yupo, mchana yupo, usiku yupo. Kwa hiyo na sisi Mungu atutie nguvu, tuwe waombaji wa asubuhi, tuwe waombaji wa mchana, tuwe waombaji wa usiku. Haleluya. Kwa hiyo hayo ni maarifa ambayo Bwana ameachia. I hope Roho Mtakatifu amekushuhudia zaidi na zaidi, na amekukumbusha vitu vya kurejesha. Amekukumbusha ni wapi ambapo palitamkiwa maupi, ni wapi ambapo pamekufa, ni kipi ambacho kimeuliwa, ni wapi ambapo kuna roho za mauti, uende ukatengue. Shalom shalom. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Alfa na Omega. Ninaitukuza na kulinua jina lako. Asante kwa maarifa, asante kwa neema hii, asante kwa upendo huu Bwana, asante kwa kutukumbusha, asante kwa kutuelekeza neno lako. Naamini Bwana kila aliyesikia amepata kuongeza kitu. Baba, ukatuwezeshe, ukatutie nguvu tulipopunguka, nguvu ya kuomba, nguvu ya kusoma neno, nguvu ya kufunga, nguvu ya kuombea hata wenzetu tunaposimama katika zamu zetu za maombi. Utusaidie Baba tukapate kuomba vile inavyostahili Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Nafungia kwa damu ya Yesu, nakuongelea Mungu wa Roho Mtakatifu video hii mwanzo mpaka mwisho Bwana. Kila atakayegusa na kusikiza Baba ukapate kumshuhudia, na neno hili tuliyosikia Baba likakae katika mioyo yetu na kuzaa matunda, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen.